Ulishawahi kujiuliza kwa nini maandiko yamemtumia sana ndege tai na sio ndege wengine? Ambatana pamoja nami ili uweze kujifunza, kwani kuelewa kwako ndiyo kipaumbele changu. Nabii Isaya anasema katika ile sura ya 40 fungu la 30 hadi 31, hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Zifuatazo ni sifa za ndege tai. 1. Hupaa juu sana. Tai ana nguvu na ni mwepesi na hupaa juu sana, na pale ambapo atakwenda kutua hautapata jamii ya ndege yoyote, labda umpate tai mwenzake. Hufanya vitu ambavyo ndege wengine hawawezi kufanya, na mwendo wake ni mkali sana. Tujifunze kufanya vitu ambavyo vimewashinda watu wengine ili Mungu ajitwalie utukufu. Tusipende kushindana ili tufanane, bali jifunze kuwa na upekee, the sense of uniqueness. Maana upekee ndio ambao unakutofautisha na kukufanya uonekane na kung'aa sana na kukupa thamani. Ukiwa tai wa Bwana utajazwa nguvu za Roho Mtakatifu, nawe utapaa juu sana na kushinda kwenye kila eneo katika maisha yako. 2. Anaona mbali sana. Tai ana sifa ya kuona mbali sana kuliko ndege wengine, na ana uwezo wa kuvuta vitu vilivyo mbali na akaviona kwa ukaribu. Na watu wa namna hii wanaitwa wabeba maono. Jifunze kutetea maono yako, kwani maono ndio jicho la kutazama kesho na kesho kutwa ya hatima yako. Usiruhusu chochote kiweze kuharibu maono yako, kwa sababu maono yako ndio dira inayokuongoza kufika kwenye hatima yako. Ukiruhusu mazingira yoyote yaweze kuua maono yako na yakafa, utakuwa ni sawa na mfu aliye hai, kipofu anayeona na kiziwi anayesikia. Kupitia maono, Petro aliweza kutambua Yesu ndiye Kristo, lakini wanafunzi wengine walimuona kama mmoja wa manabii. Na Petro kwa maono hayo aliweza kuachiwa kanisa na kupewa funguo za mamlaka. Kwa maono, Petro aliweza kumtambua Yesu ndiye Kristo, naye akapata neema ya kuachiwa kanisa na funguo za mamlaka. Lakini wanafunzi wenzake pasipo maono hawakuweza kumtambua Yesu kama Kristo, bali walimtambua kama huenda akawa mmoja wa manabii wa kale. 3. Kiota chake hujengea miba. Tai ni mbunifu, hufanya vitu tofauti na ndege wengine. Ndege wengine hutumia nyasi na vijiti kujenga viota vyao, bali ndege tai hutumia miba. Huweka tabaka nyingi za majani juu ya kiota cha miba, kisha kutotoa vifaranga. Kila kipindi ambacho vifaranga vinakuwa, mama tai huja na kuondoa tabaka moja la majani ili kuondoa hali ya mazoea kwa vifaranga vyake. Unapokuwa ndani ya Kristo, Mungu anaruhusu changamoto ili zikuondolee hali ya mazoea ya hapo ulipo, comfort zone, ili uweze kutoka na kwenda juu au mbali zaidi. Ili Mungu akufikishe katika hatima yako, lazima aondoe matabaka ya mazoea kwako. Mungu aliamuru dhoruba ili wanafunzi waone kuwa Yesu ni tofauti na wao. Mama tai akiondoa tabaka zote, vifaranga huchomwa na kiota cha miba na kuanza kulia. Mama tai huja juu ya kiota na kutanua mbawa zake kuwaonyesha vifaranga kuwa nao wana uwezo wa kupaa kama yeye. Kisha huvichukua mgongoni na kwenda nao angani kuvifundisha namna gani ya kupaa ili kuepukana
na matatizo ya mwanzo. Hufundisha vifaranga namna ya kufanya vitu kwa kujitegemea na sio kuwa tegemezi kwa kila jambo. Hivyo jifunze kujitegemea, kwani shetani hujaribu watu ambao ni wategemezi. Usipende kuombewa, bali penda kujiombea na kuombea wengine. Usipende kupewa tu, bali toa pia. Usipende kutafuta ishara na miujiza, bali kuwa mtenda ishara na miujiza. 4. Huwa na faragha na mlima. Tai hujitenga na kuwa na faragha na mlima mara moja kila mwaka ili kutiwa nguvu mpya. Huondoa manyoya chakavu ili manyoya mapya yaote, ili mbawa zake ziwe imara kwa kupaa. Jifunze kuwa na muda na Roho wa Mungu ili kuondoa madhaifu ndani yako na kukupa nguvu mpya ya kusonga mbele. Yesu alichoka na kusema, Baba, kikombe hiki kiniepuke. Lakini kwa kuwa alikuwa na desturi ya kujitenga faragha mlimani, Mungu alimtuma Musa na Eliya kumtia Yesu moyo na akapata nguvu ya kushinda jaribu lake. Tai hunyofoa manyoya chakavu huku damu zikitoka, akiamini baada ya hapo manyoya mapya na imara zaidi yataota. Kuna wakati Mungu anaruhusu machungu na maumivu kwenye maisha yako ili baadaye uwe na matamu na furaha. 5. Hutumaini katika mwamba. Ili tai aweze kuruka angani, hukanyaga kwenye mwamba ili kujipa msingi imara wa kunyanyuka. Lazima tujenge maisha yetu katika misingi imara. Msingi imara ni mwamba, naye mwamba ni Yesu. Nyumba iliyojengwa katika mwamba kamwe haitikisiki wala kuanguka licha ya dhoruba. Chochote ukifanyacho lazima ukianze na kukijenga katika misingi imara. Msingi wa ghorofa huwa ni mrefu kwenda chini, kwani kinachokuja kujengwa juu yake ni kizito na kirefu. Bali msingi wa nyumba ya kawaida huwa ni mfupi, kwani kinachokuja kujengwa juu yake ni kidogo na kifupi. Ukitaka uende juu sana, lazima uende chini sana. Ndege wengine huruka kuanzia kwenye miti, kwenye mchanga na wengine majini, lakini tai huanzia kwenye mwamba au sehemu zilizo ngumu. Kwani tai haogopi changamoto, kwani anaamini kuwa changamoto ni sehemu ya nguvu zake. Jifunze kutafuta suluhu ya changamoto yako, kwani changamoto haziumizi, bali changamoto inajenga. Ili dhahabu iwe safi, lazima ipitishwe kwenye moto. 6. Huwa na subira. Tai hakurupuki, kwani sio limbukeni, bali ni mvumilivu. Tai husubiri ndege wengine waruke kwanza, ndipo yeye aruke, kwani huwa hafati mkumbo, bali husubiri kuona wenzake wanafanya nini kwanza. Jifunze kutopelekwa na upepo na mitazamo ya watu wengine, kwani kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna, wakati wa kuoa na kuolewa, na wakati wa kuzaliwa na kufa. Mungu ni Mungu wa nyakati na majira. Watu wote wenye subira kwa kila jambo liwakutalo siku zote hupata majibu, kwani hujipa muda wa kutafakari. Yusufu aliazimia kumwacha Mariamu mkewe kwa siri, lakini alipozidi kujipa muda wa kutafakari, malaika wa Bwana alimtokea akampasha habari juu ya mimba ya Mariamu. Ukiwa na mimba ya ndoto kwenye maisha yako, kama usikurupuke na kumwambia kila mtu, kuwa na subira hadi ndoto yako izaliwe, kwani watu wengine huwa ndoto za watu. Ufikwapo na dhoruba katika maisha yako, usimuombe kila mtu ushauri, kwani wengine watakubomoa badala ya kukujenga. Jifunze kumtumaini Yesu, kwani yeye ndiye mshauri wa ajabu. 7. Huangalia uelekeo wa upepo. Tai huepuka ukinzani na vizuizi, kwani ni ndege makini sana. Kabla tai hajapaa,
hutanua mbawa zake na kuzitikisa ili kuangalia uelekeo wa upepo, kwani anajua kuwa iwapo ataruka angani kinyume na uelekeo wa upepo, atatumia nguvu nyingi na kasi yake itapungua, kwani upepo utakuwa kinyume naye. Lazima tujifunze kuangalia uelekeo wa Roho Mtakatifu ili tuweze kufanya mambo kwa urahisi na kwa kasi, kwani tunayaweza mambo yote kwake yeye atutiaye nguvu. Tukitumia akili zetu kufanya mambo nje ya Roho wa Bwana, tutafanya kwa ugumu pasipo ubora, kwani mazingira huweza kuwa kizuizi chetu. Usitamani karama au kipawa au huduma ya mtu mwingine, bali msikilize Roho anasema nini juu ya hicho alichokupa, kwani kufanya kitu ambacho sio chako ni gharama sana, kwani utawekeza nguvu kubwa na muda mwingi na matokeo yatakuwa hafifu. Bali ukifanya kilicho cha kwako, utawekeza nguvu ndogo na muda mdogo, lakini matokeo yatakuwa ni makubwa sana. 8. Tai hujifungamanisha na upepo. Baada ya tai kubaini uelekeo wa upepo, huruhusu upepo kujia chini ya mbawa zake ili kumwezesha kupaa juu zaidi na kwa kasi kubwa. Maana upepo ndio nguvu ya tai awapo angani. Hivyo tai hapai kwa uweza wa nguvu zake. Kanisa lazima likubali kubebwa na Roho wa Mungu ili lifikie hatima yake. Ukimruhusu Roho akubebe, atakuinua na kukufikisha katika hatima yako, kwani hutatumia akili, uweza au nguvu zako. Kwani kuna mambo yatatokea kwako na kusema, isingekuwa ni Mungu, hakika lisingekuwa hapa nilipo. Mruhusu Roho Mtakatifu ajae ndani ya mbawa za maisha yako ili akufikishe kule uliko kusudiwa. Kadiri unavyomruhusu Roho kujaa ndani yako, ndivyo unavyozidi kuwa hodari na shujaa katika yote. Asante kwa kunisikiliza. Pia usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mungu akubariki sana.